Yusuf katoka kwa babake akiwa na umri wa miaka 7. Kachukiwa na ndugu zake baba mmoja. Wamepanga wamuue. Msimuue, bora mtieni kisimani au kotwe na wapita njia. Wakafanya hivyo. Katengana na babake hali ya kuwa mtoto anampenda baba yake na baba anampenda mwanawe. Kapita katika machungu mengine huko. Je, alikuwa na dhambi gani mtoto yule? Hana dhambi yoyote. Lakini Allah kaamua kuna jambo zuri kampangia, lakini lazima lipite kwenye misingi hii. Kachukiwa na ndugu zake, wamepanga wamuue. Wakaghairi msimuue, bora mfanyeni hivi, atoke nje ya maeneo yetu. Katoka, kaenda huko, kauzwa kama mtumwa, wakati ni mtu huru mwenye heshima yake. Kwa uwezo wa Allah aliyemnunua akaambia, huyu tusimfanye mtumwa, mlee kama mwanetu, kwenda akatufaa baadaye. Akalelewa vizuri, kapata balaa jingine jipya kwa mlezi wake, kapewa kesi ya ubakaji, kakaa jela. Yote haya si kwa sababu ana dhambi kafanya. Allah hutaka kumtahini mja wake kwa lolote japo baya. Halafu angalie huyu mja aliyetahiniwa, mtihani huu ataupokeaje? Sasa yule mwenye kukubaliana na mitihani inayomfika ndo anaambiwa kasalim amri, kakubali, karidhia alichopewa na Mola wake. Kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna a'zama aljazai, malipo makubwa watakayolipwa watu siku ya kiyama, min 'izami albala, yanategemeana na ukubwa wa mitihani waliotahiniwa. Kadiri mtihani wako ukawa mgumu, ukaupasi, malipo yako ndo yanakuwa makubwa kweli kweli, nafasi yako peponi inakuwa ya juu. Mashote na ule mtihani upasi. Inna a'zama aljazai, hakika ya malipo makubwa watakayolipwa watu siku ya malipo, min 'izami albala, yanategemeana na ukubwa wa mitihani waliopewa. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qauman, na Allah mtukufu anapowapenda watu fulani, kwa maana nyingine wale watu anaowapenda hasa Allah, ibtalahum, huwapa mitihani mara kwa mara. Unaonaje kama wewe ni mfanyakazi halafu mara kwa mara unapelekwa kozi, na kozi lazima upasi. Ukipasi kozi unakuwa upgraded, unapanda grade yako. Allah akitaka kumpandisha mja wake daraja humpa mtihani. Kwa hiyo anayependwa zaidi ndiyo anayepewa mitihani sana. Na mitihani kadiri ya ukubwa wa imani yako ndivyo unavyopewa mitihani mikubwa kwa mujibu wa hadhi yako. Famarradhiya, yule anayeridhia kwenye mitihani ya Allah, falahu ridha, na yeye ndiye anayewiwa radhi. Kuridhia ni kuperform vizuri kwenye ile mitihani. Unakukuta mtihani mkubwa mgumu, lakini wala hushirikishi Allah, hukufuru, hulalamiki, unaenda nao vizuri, Allah anaridhika. Mja wangu nimemtahini kwa jambo gumu, lakini kafaulu mtihani wake. Kwa hiyo ukipatwa na mtihani mgumu halafu ukatulia kwenye imani na taa, Allah akiridhika, basi wewe utakuwa ni umepandishwa daraja yako. Faman radhiya falahu ridha, anayeridhia kwenye mitihani inayomkuta, na yeye huwa radhi na Mola wake, Allah anakuwa yuko radhi naye. Waman sakhita, lakini anayechukia mitihani inayomkuta, fa alayhi sakhtu, na yeye hukasirikiwa. Wewe ukikasirika na Allah alikupa mtihani, na yana kukasirikia. Kukasirika kwenye mitihani ni kule kufikwa na jambo